Tunaweza kuelewa ya kwamba maombi ni kitu ambacho ni cha muhimu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi, lakini inabidi kuwe kuna namna ambayo sisi kama watumishi wa Mungu tunamwendea Mungu. Tunamwendeaje? Naomba tusome kitabu cha Yakobo. Samahani kwa kukunyooshea kidole, sijamaanisha tafsiri mbaya. Ila naomba tusome kitabu cha Yakobo. Sura ya 4. Mstari wa 2 hadi wa 3. Neno la Mungu linasema, mwatamani wala hamna kitu. Mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe kuna namna ambayo tunatamani ila hatupati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia vile tunavyoviomba kwa Mungu, tunaomba ili tuvitumie kwa tamaa zetu sisi wenyewe. Ina maana kwamba kama tukiwa tunaomba kwa ajili ya utukufu wa Mungu, Mungu atatupatia, kwa sababu neno la Mungu linasema hampati kwa sababu hamuombi. Kwa hiyo kumbe tunapoomba tunaweza kuwa tunaomba lakini ili tuvitumie kwa tamaa zetu sisi wenyewe. Tunaona vizuri wapendwa? Kwa sababu mimi nataka nikushangaze kitu kimoja hapa. Unajua kama mimi mwanadamu, wewe ni mwanadamu, kuna mahitaji mengine Mungu ndo anayejua kesho zetu. Kwa hiyo Mungu ndo anayeweza kutupatia mema zaidi kuliko yale ambayo sisi tunaona ni sawa. Kwa sababu kuna kitu ambacho naweza kuwa nakiomba na kihitaji kila siku na kililia mbele za Mungu, lakini Mungu anajua kwamba huyu mtu akipata hiki kitu kinaweza kikamuangamiza, kikamuua. Unaona? Kinaweza kikampotezea maisha yake au kikamharibu kwa namna fulani. Ndio maana hicho kitu haupati. Lakini wewe unakuta kila siku hicho kitu unaking'ang'ania. Tunaona vizuri wapendwa? Kwa hiyo Mungu ndio mtoaji wa mema yote. Kwa hiyo Mungu ndo anayejua inataka kesho zetu, kwa sababu hata Biblia inasema ipo njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini kumbe ni njia ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Tumtukuze Mungu ili tujue namna gani. Tuone kwanza maombi ya Yesu alivyoomba. Unaona? Tuone maombi ya Yesu alivyomuomba Mungu. Aliomba. Twende kwenye kitabu cha Mathayo. Sura 26 mstari wa 39. Neno la Mungu linasema, akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona ya kwamba Bwana wetu Yesu alituachia kielelezo namna ya sisi kumuomba Mungu wetu. Tunaelewana vizuri wapendwa? Alituachia kielelezo kwa sababu gani? Alisema kikombe hiki kiniepuke, lakini sio kama ninavyotaka mimi, bali kama unavyotaka wewe. Tunaona vizuri wapendwa? Ina maana kwamba alimpa Mungu yeye ndiyo afanye maamuzi, kwa sababu alijua ya kwamba maamuzi yake yeye kama mwanadamu yanaweza yasiwe sawa, ila anachokiamua Mungu mara zote kipo sawa. Mara ngapi wewe umekuwa unaona ukubwa wa tatizo lako badala ya kuona ukubwa wa Mungu? Kwa hiyo badala umpe Mungu nafasi ya kuamua maisha yako, unakuwa una majibu yako, una mipango yako mwenyewe, ili mradi tu unaenda mbele za Mungu unaomba, lakini kumbe haujui, kumbe unaomba vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutathmini maisha yetu. Tunaishi vipi? Wateule wa Mungu, mwana wa Mungu yupo kurudi. Kwa hiyo ni muhimu sote tutafakari, tujue namna gani tunatengeneza na Mungu. Tumuombe Mungu katika roho na kweli. Tumpe yeye mizigo yetu. Tunaona vizuri wapendwa. Kwa hivyo tujaribu kuona pia na kitabu cha Warumi kinatugusia kwamba huyu roho akikaa ndani yetu nini hutokea. Bwana Yesu asifiwe. Warumi sura ya 8 mstari wa 26 hadi wa 28. Nitasoma. Neno la Mungu linasema, kadhalika roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza
kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata kujua ya kwamba huyu Roho wa Mungu akikaa ndani yetu, kuna vitu ambavyo huyo Roho anatuombea kwa Mungu wetu, huyo Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani anatuombea? Hata wewe ukiangalia kwenye maisha yako, unashangaa kuna vitu ambavyo hata haujawahi kuomba, lakini hivyo vitu vimekuja tu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anajua mahitaji yetu. Anajua mahitaji yetu. Endapo tutamkubali akae ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Roho akikaa ndani yetu atatuombea mahitaji yetu na mahitaji mengine yatatimizwa katika maisha yetu. Lakini hii haimaanishi ya kwamba wewe usiombe. Bwana Yesu asifiwe. Ila Biblia inasihi zaidi maisha ya unyenyekevu mbele za Mungu. Kwa hiyo ili tuwe na maombi yenye unyenyekevu, lazima tukubali kuomba kwa mapenzi ya Mungu. Tusiombe vitu kwa ajili ya kuvitumia kwa tamaa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna kitu ambacho wewe unaweza kukiomba, lakini haujui hata hichi kitu unachokiomba ni cha nini. Kina msaada gani kwako? Yeye Mungu ndiye anayejua. Muombe Mungu, lakini sema Mungu nionyeshe lililokuwa jema kuliko mimi ninalolitaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu tutafakari ni kwa namna gani tunamuomba Mungu. Ni kwa namna gani tuweze kumpendeza Mungu. Haleluya. Twende kwenye sehemu inayofuata.